Hello guys, I go by the name Presenter Envoy, and today I'm humbled and privileged to have one of the guests here. Purposely, we are going to speak about life experience, whereby she will go forward to explain more about her life or experience that she have experienced in her life that she made her ama jambo lile lilimfanya aswa asikie amehuzunika ama amesikia kwake kabisa ana nguvu kuhusu hili jambo na alifanywa na nani aswa. Karibu sana. Asante sana. Thank you very much even for having you here. I go by the name Presenter Envoy. Okay. You're gonna introduce yourself first. Okay. Hello. My name is Eunice Njeri. I am born again. Thank you. I am a teacher by profession and also a certified journalist. Yeah. Yes. Okay, Jerry. Yeah. I'm going to ask you a question. Ni jambo lipi aswa ushaili experience kwa maisha yako kama lose hope kwa maisha? Ni jambo lipi ulipitia kwa maisha yako kama lose hope na maisha, ama jambo lipi lilikuwa heartbreaking? Okay. I really recall yenye ishaifanya ni lose hope kabisa. I was in standard 8 and the teacher who was handling mathematics, that teacher really discouraged me. Nakumbuka kuna wakati mmoja nilipata 42% in mathematics na ilikuwa tu first term. And in fact tulikuwa tumetoka very long holiday nyumbani juu ilikuwa January. So nikapata hesabu yangu 42%. Huyo mwalimu unajua vile aliniambia, utashtuka, utashangaa sana. Ukifanya KCPE utaanguka hata hata la shangaa niseme. Sema tu. Okay, aliniambia hivi, Njeri, siku ya KCP wewe, hii ni 42 umeanza kunipatia na ni first term. 42%, the whole of you. KCP nakwambia we utaanguka hata mendeza kwenu washangai. Okay. Yeah, aliniambia hivyo. So aliponiambia hivyo, nilienda nikashare na wazazi wangu. How wamekuwa my backbone, they have been my everything. The very best thing that you can define. The very best thing that you can give a definition of. It is my parents, Mr. and Mrs. Mogwero. So nilienda nikawaarifu hivyo, wakaniambia hapana, tutafanya hivi, tuombe. Wewe jiamini, in yourself, work hard, work smart, na unapopata tatizo lolote, nenda ukaulize ufafanuzi. So tuliomba na wazazi wakasema, whichever ones that teacher have uttered into our child, we return the ones back to the sender in Jesus' name. Now imagine hayo maneno yalirudi back to the sender, because as we talk now, watoto wake ndio sasa walianguka wakafanya mambo ya aibu. In fact hata hawakumaliza hata high school, walipata watoto wakiwa high school. Sasa unaona mende wako wake ndo walishangaa, si mende wako wetu. Yes. Yeah, na saa hii ndio huyu mimi nilijiamini, nika work hard, nika trust in God, na ndiye huyu mimi hapa. I am a teacher by profession and also a journalist by profession. Wow. Unaona mende wa kwetu hawakushangaa. So mimi naweza taka kuambia mtu aje, unapoambiwa neno unapata inakudiscourage, usikubaliane nayo. Hapana, kuwa na kitu inaitwa miale. Miale in English ni frame. Yes, you should unawasha frame yako inakaa ikiwaka tu. Ukiambiwa neno hivi, Presenter Envoy, mimi hata sijui utaenda wapi. Usikubaliane na hayo maneno. In fact ukiomba sema back to the sender. In Jesus name. Na maneno yatamurudia kama vile yale maneno yalirudia mwalimu wetu. Yeah, thank you very much. Karibu. So kuna mtazamaji pale anatutazama. Yes. Na kuna maybe ashai experience a such situation ama ashai experience a such heartbreaking story or hiyo maneno kunenewa, like ungemshauri aje yule mtu mwenye anatutazama pale? Mtazamaji wa Envoy YouTube channel, Presenter Envoy channel, ningependa kukushauri hivi. Kama vile mimi sasa, na unaona nikiwa standard 8 nilikuwa tu katoto
akajielewi kabisa. Akajielewi kabisa. Lakini maneno ambayo niliambiwa yalinivunja moyo. Ati nitaanguka hata mendewa ambao wako kwetu washangae. Oh my God. So ningependa kushauri mtazamaji ambaye ako pale, usiambiwe maneno ya kuvunje moyo. Na ukiona jambo ambalo umeambiwa na halikuridhishi, halikufurahishi, hilo jambo sio la baraka kwako, usiliamini Kabisa. Yes, trust in yourself. Kuwa na confidence ndani yako. Kuwa na boldness ndani yako. Na by the way, kama wewe ni student na uko pale university, uko pale high school, ama uko wapi mahali popote ambapo unasoma, wacha nikwambie, as long as you are working hard, as long as you are working smart, as long as you are doing your best to meet your goals, na uzipati, wewe jitume tu. Jitume, soma. Kama ni hizo vitabu, soma. Kama ni hayo maswali, nenda kaulize mwalimu. Fanya jinsi yoyote ambayo inakufanya uwe mtu hardworking. Imagine siku moja hata kama hutapata hiyo grade ulikuwa unataka, Mungu atakuposition kwa grade ambayo ulikuwa unataka, although hukuipata. Tuseme kwa mfano ulikuwa unataka kupata B+, na umepata C-. Usikae hapo kama mtu wa C-. Si ulifanya kazi, si ulitii bidii, si ulijikaza. As long as ulifanya hayo yote, siku moja Mungu atakuweka kwa kategoria ya watu wa B+. Kabisa. Yes, that's what I would like to encourage. Na wazazi, mtoto akikuja akiwaambia picha aliniambia, unajua saa zingine mimi kama mwalimu pia huwa tunaambia watoto maneno ambayo yanawa discourage. Lakini tunaomba Mungu sana tusiwe watu wa hiyo aina, lakini kuna walimu wanaambianga watoto maneno ya kuwa discourage. Kabisa. Hapana, mzazi usiruhusu. Ombea mtoto wako. Maneno yote ambayo yamenenwa kinyume na maisha yake, irudisha back to the center. Na ikiwezekana irudishe ikaangamize hata generation ya huyo ambaye ameongea maneno ambayo ni ya kinyume na mtoto wako. That's true. Naam. Thank you very much. Karibu. I'm happy about your encouragement to the people or to our listeners. Yeah. Okay, so far so good. Pale umesema like you have proceeded to the journalism. Yes. Kuna any challenge umeona pale kwa journalism so far? Since you proceeded with your life, like ukafanya hiyo degree or the diploma, so far ni challenge ipi umepata pale? Okay, so far challenge ambayo nimepatana nayo, wacha niseme ni ya kurauka mapema na pia kutoka kazi jioni. Na pale kazini ya ualimu nilikuwa nimezoea naamka saa 2, naingia kwa darasa saa 2 na natoka saa 10. Ama wakati ambao niko duty naingia mapema na natoka tu mapema. So that is the only challenge, but I am adjusting and just to do ndio ni fitting. Kabisa. Because that was my dream career. Yeah. Thank you very much. Karibu. Okay, na msikilizaji ama mtazamaji unatutazama kwa my YouTube channel ama pale hivyo unatutazama ukiwa, langu jina nafahamika kama Presenter Envoy. Kila all social media platform nifuate kama Presenter Envoy. Ukiingia pale Facebook nifuate kama Presenter Envoy. Ukiingia pale TikTok nifuate kama Presenter Envoy. Pale Instagram pia niko Presenter Envoy na mambo itakuwa shwari kabisa. Nimshauri tu pale Presenter Jerry ajitambulisha, aseme aswa kwa mitandao yake ya kijamii anajitaji. Asante sana. Mitandao yangu yote ni tuanzie na Facebook ni Favour Njeri, TikTok ni Favour Njeri, YouTube channel ni Njeri Mogwero. Yeah, Instagram ni Favour Njeri. Yeah. Thank you very much even for your time. Yes. Okay guys, enjoy your moments and we love you, and thank you even for having my guest here. I'm humbled, I'm happy to have even for the first conversation with her, and thank you very much. Goodbye. Bye.